Uko tayari ubarikiwe? Sema amen. Jumapili tulijifunza nini wapendwa, kama mnakumbuka? Hata mpaka nikakuja na kitu nikafunga huku. Unakumbuka? Tulikuwa tunajifunza nini? Funguo. Sema amen. Na wale tumekuwa kwenye ushirika wa wiki tumezidi kubarikiwa sana. Tukawa tunaona aina ya funguo. Na leo tunataka tumalizie mwezi huu tukiona maeneo ambayo shetani amevamia katika kanisa, na huwa anavamia funguo. Mwizi akitaka kukuiba ana time funguo. Sema amen. Sijui kama mnanielewa. Amen. Ya, mtu akitaka achukue kitu ana time funguo. Sijui nani atanisaidia hapa kuleta kitu hapa. Mtu nani yeye ananisaidia hii huduma leo? Yes. Haya, beba hiyo sanduku hiyo. Ya, leta hapa. Haya. Hii ni nini? Hiyo ni kufuli eti. Hii inazuia nini? Chochote kilichowekwa humu kinalindwa na nini? Na kwa nini hatuachangi kifunguo kimehangi hapa? Come on. Ni wangapi wamekuja na funguo leo kwenye ibada hapa? Kama uko hapo na uko na funguo zako tu inua mkono hivi nione, nikuonyeshe ninachokifundisha. hata mwalimu naona anapeleka mkono ashikia, lakini anasema waacha tu. Inua tu mwalimu, itatusaidia mahali. Mwalimu, kwa nini hukuacha funguo huko nje? Asante Bishop. Mtu angechukua ufunguo afungue ingie ndani. Aende na hiyo mashine. Kwa hivyo ili mashine ikae safe imebidi ifungwe, lakini amekuja nayo. Na alafu tena iko na kakitu. Kakitu kanakusaidia nini Franco? Kaingine kadude ako karimoti. Na hata kuna kaingine mtu akienda tu aishike hivi. Unasikia wi. Kanasaidia nini? Anakusikia. Sasa wewe nikuulize, hebu ona kama uko na funguo zako zile za rohoni nilizokuwa nafundisha. Unaweza kuwa unazo ama hata umenyang'anywa. Bwana Yesu asifiwe. Hayo ni mambo ya rohoni sasa tuko. Kwa sababu kama haujafunga vizuri, basi kuna vitu vitaingia. Na ndio maana Biblia inasema usiwe na hasira mpaka jua linatua, ukienda nayo kwa kulala huko, maana utakuwa umeachia mlango wazi, kuna vitu vitakuja viingie. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo unaona njia ya kukomesha hasira ya kwenda naye mpaka jioni ni gani? Kusamehe mtu. Ukisamehe sasa umefunga. Usiposamehe, umewahi kuona mtu amekasirishwa sokoni alafu anaenda kutoa hasira yote kwa watoto? Nini huwa imeendelea? Hakufungia hasira sokoni ama kwa geti nje ndio akuje nyumbani. Na wengine wanaenda nazo mpaka hata kwa kulala kwa kitanda. Wengine mpaka kwa meza. Chakula inapangwa hakuli. Kwa sababu ameshachokozwa na ameacha majambazi wameingia kwa moyo. Wanamwambia hata ugali haina maana. Kwanza amenikwaza alafu anakuja kusema tukule. Hata ilikuwa siku ya kuku. Anasema kuku nimekula sana, ikae kando. Wengine wanafungia hata kuoga. Wanasema kuoga ilikuwa kitambo, wanaacha kuoga. Mambo ni mengi. Sema amen. Sasa leo tunataka tuone sehemu moja mbili ambapo adui huyu okonya funguo za muhimu sana katika maisha yetu. Tumpe Bwana makofi hata kama sijakuambia. Nataka nikufundishe kifunguo kimoja ambacho kinahitaji wewe na mimi niwe nacho kwa maisha yetu. Nilisema siku ile funguo ni nyingi. Maombi ni funguo. Nimesikia hapa leo watu wakisema maombi. Kufunga ni funguo.
nini kingine? Hata kusifu, kule kusifu mnaona tunasifu hapa, huwa ni funguo ya aina yake. Maana hata Paulo na Sila walisifu mpaka milango ya gereza ikafanya nini? Ikafunguka. Hiyo ni kifunguo nyingine. Na utagundua kwamba katika maisha yako labda wengine hata hawana funguo za kusifu Mungu. They don't praise God at any time. Wao siku zote ni kukasirika tu na hawana furaha. Funguo nyingine ni kusoma hata neno la Mungu. Maana neno la Mungu linafungua. Bwana Yesu asifiwe. Funguo zingine ni haraka haraka kama unakumbuka. Hekima ni funguo. Heshima, maarifa, furaha, upendo. Yaani ni vingi tu vimelaliana. Lakini ningependa tupunguze masomo yetu mpaka kwa kifunguo kinaitwa the key of honor. Kifunguo kinachoitwa heshima. Sema amen. Tuko kwenye kizazi ambacho kimejaa kutokuwa na heshima. Mtakubali kwa kanisa la Mungu, tumefika wakati ambapo heshima imekuwa nadra, haipatikani sana kwa watu wengi. Wangapi wanakubaliana na mchungaji? Na hii heshima inahusu nani? Na inatakikana ionyeshwe na nani kwa nani? Ama ni watu wote? Neno heshima kwa Kiingereza na kwa Biblia, kwa sababu Biblia iko na maneno yake. Nataka mtu atusomee kitabu cha Malaki sura yake ya 1 mstari wa 6. Uone vile shetani amevamia watu kumheshimu Mungu. Bwana asifiwe. Heshima kwake Mungu. Najua tuko na changamoto kwa sababu ya ujenzi unaoendelea. Saa zingine taa zimetoka, sababu tunahitaji kurekebisha. Na wakati tunatibiwa, unasikia hata mgeni wetu mmoja amesema kumbe watu wanaoga kwa sababu wako na furaha. Bwana Yesu asifiwe. Na hata ikubarisha kumbe hata nguo, kumbe inategemea ni hali gani uko nayo. Chifu ni mtu msafi na tunamjua, lakini nasikia shida ilimfungia hata hakukumbuka yoyote. So that's how life is. Maisha yako hivyo. Tusomee John. Malaki sura ya 1 mstari wa 6. Inasemaje? Mwana humheshimu baba yake, na mtumishi humcha bwana wake. Basi kama mimi ni baba yenu, heshima yangu iko wapi? Basi achia hapo kidogo. Biblia inasemaje wapendwa? Mwana humheshimu baba yake. Hiyo wangapi tunakubaliana? Inua mkono wako juu. Mwana mheshimu baba yake. Hiyo tumekubaliana. Namba 2, na mtumishi humcha bwana wake. Kama wewe na mimi, kama basi wewe sio mwana, basi uwe mtumishi. Mtumishi humheshimu bwana wake. Sasa swali linakuja, basi kama mimi ni baba yenu, heshima yangu iko wapi? Na kama mimi ni bwana wenu, kicho changu kiwapi? Kicho kwa Kiingereza unaweza ukaweke tuone, ili tusaidiane. Na kuelewa ni muhimu. Kama hautaelewa neno, basi hata kubarikiwa ni kibarua. Kicho ni kama yani ile hofu, Unajua kuna hofu. Kuna kauoga fulani ambako hata ukisikia, kwa mfano nikiwa ninavaa nguo, unaona hata ukijana ambaye chifu ametoa ushuhuda, ni nini kilisababisha mpaka akajisahau hata akumbuke ana nguo tu ya ndani lakini anaita mama? Ni nini unaweza kufikiria hapo? Ni kama alikuwa amelemewa sana. Huyo ni mgonjwa. Otherwise vinginevyo kuna kale kauoga ambako hata mama Juma akibisha kwa mlango wangu, kama sijavaa shati nitachelewa, hata nikingoja nipate shati ndio niende. Sasa hiyo
hiyo sio heshima peke yake, hiyo inaambatanishwa na kicho. Kicho is fear. Ni uoga, sio uoga wa kwenda nje wakati wa usiku. Kuna uoga fulani ambao unakulinda hata ujisitiri vizuri, na ndio inasababisha watu wavae vizuri, wasiende uchi. Na ikipotea watu wanakaa kama wanyama. Mnielewe vizuri. Kuna siku nimeenda mahali, sijui ilikuwa ni sherehe gani. Sasa mtu akaitwa, ni mtu mzuri tu, amesoma vizuri, ako na kazi kubwa na gari kubwa, lakini alipotokezea kwamba aje kusalamia watu, tena bahati mbaya akapitia karibu na mimi, nilijiuliza kwa roho, huyo mtu hofu ilienda wapi? Nguo ni refu inafika chini na fagia, lakini ni kichungi. Unaelewa kichungi? Ama kioo. Kile kilikuwa kioo. Kichungi cha kioo. Unamuona kila kitu. Na ni kwa sherehe ina watu zaidi ya hili kanisa. Sasa hiyo ndio ninasema hivi, wakati Mungu anauliza kicho changu kiko wapi, ni ile hata heshima ya kuweza kujizuia mwenyewe, hata ukajiuliza hivi, niko wapi hapa? Hilo ndio swali Mungu anauliza. Na anapouliza anasema hata hivyo, ile heshima ile ya reverence. Unajua ukisikia reverence, kuna heshima inapewa watu. Hata ndio maana unaona kuna watu hata wakati unampea kikombe John, unajiuliza kama umempea vizuri. Na kuna wengine unapeana tu. Ama ni uongo? Wangapi kanisa tunaelewana? Unajua kuna watu unapea. Kwa mfano leo mheshimiwa aje hapa. Mheshimiwa leo tusei hata mbunge wetu aje. Kwa nini watu tunapenda hata aje akae hapa? Si kwamba ni nini, tunampa heshima. Halo? Hata leo utakubaliana na mimi, imeisha. Hata ukienda kwa sherehe ama kwa msiba, unakuta labda mzee kama mimi nimesimama hivi na kijana amekaa kwa kiti. Hiyo ni nini inaendelea hapo? Heshima ile ya kuogopa mpaka hata si kwamba ni kuabudu. Mara nyingi tukifundisha hizi vitu watu hawashikanishi. Wanafikiria tunataka watu waabudiwe. Hakuna mtu anaabudiwa. Ni heshima inafanya kazi. Na imepotea hata katika jamii. Imetuletea misiba. Imetuletea vilio. Imetuletea majanga. Nimesikia hata juzi, sijui jana, naibu wa rais wetu Kindiki akihimiza kanisa na taasisi zingine turudi kuzungumzia hata watoto wetu wawe na hali ya kuhofu, hali ya kuheshimiana. Ukiona mahali tumefika kama nchi, eti hata watoto wanachoma wengine kwa nyumba, kuna kitu kimeenda na hakiangaliwi. Ninakumbuka siku si nyingi hata nyuma, tumekuwa na adabu wenyewe. Heshima imekuwepo wenyewe bila hata kuambiwa. Watu walijifunza. Shuleni tulikuwa tunatandikwa, kwa nini hatukusokota shati? Shuleni tulikuwa tunatandikwa. Mwalimu sijui mlifika wapi mkaonywa. Unajua shetani anaweza hata ingilie serikalini, sheria ipitishwe ya kuharibu kizazi kinachokuja. Farao alipotaka kuangamiza akina Musa, alisema vijana wote, watoto wa kiume wamezaliwa raundi hii, wote wauawe. Lakini kwa sababu kanisa tumepelekwa na mkumbo. Najua kitu kinaweza kuja wapendo, tukikumbatie bila kuona. Tumekataa hata maonyo, tumekataa kurekebishwa. Maana mtu akirekebishwa anaona amedhararishwa. Sasa ndio maana tuko hapo na bado tetora hapa hii. Tumetandikwa sisi nyuma hapo na mtu yeyote aliyekupata na makosa. Lakini leo hii guza mtoto wa wenyewe uone kama mtu anaendea mwalimu shuleni
eti umetandika mtoto. Wewe mwenyewe hapa nje jaribu uguse mtoto uone. Unagecho ne banga. Imeenda mpaka sasa maswali kama haya Mungu anauliza. Anauliza kichwa changu kiwapi? Bwana wa majeshi awauliza ninyi, enyi makuhani, mpaka hata makuhani wamo. Kuna watu wamekosa adabu. Hata kwa TV huwa naona vituko, hata kwa media. Hata kuna mwingine hapa Kenya nasikia na washirika ametajirika, amekoni watu hera. Sasa kama unataka upate pesa, sijui unaweka tattoo yake, sijui unachora picha yake. Kama mimi nilete picha, unaenda unachora kwa ngozi, alafu nakupa pesa. Umanyira abantu baashareka. Na watu wanafuata. Watu wanapokosa heshima wanakuwa watumwa kwa yale yanayoendelea. Mpaka Bwana anauliza, mnaolidharau jina langu, nanyi mwasema tumelidharau jina lako kwa jinsi gani? Niruhusu tu tuulizane hapa kitu. Kwa ule muda Bwana atatusaidia. Maana umekuja kanisani ukimwambia Bwana, zungumza na moyo wangu. Wangapi walikuja wanasema Bwana azungumze na moyo wao? Kama uko hapo basi muinulie Bwana mikono. Alafu mpe Yesu hata makofi. Tujiulize swali. Kama kanisa ingekuwa ile kazi unafanya. Hello? By the way, ni wangapi hapa wako na mahali wata at least wanaamuka wanaenda kujitafutia? Inua tu kama uko na mahali kabisa, hata kesho unasema nitakuwa nikienda. Inua tu mkono. Hata wewe shemeji yangu si unakuanga na kakibarua. Sasa tujiulize, kama kanisa ingekuwa kama kazi, kweli tungefanyia Mungu yale maneno tunafanya? Ni wangapi wanachelewa hapa kazini? Kwa nini hamchelewi mata? Sema kwa nini hamchelewi? Si mimi nawauliza jamani. Utafutwa. Ingine unatii pale mamlaka. Ingine. Sasa ndio swali nauliza. Kama ile kazi ingekuwa kama kanisa, hebu tuone. Unakuta mtu amekuwa mtiifu hata kwa kazi for 40 years. Miaka 40. Ukisikia mtu ameritaya kazi sio rahisi. Hata chama Johnny ananikumbusha. Ni wangapi tuko na chama hapa? Hata mimi niko naye, inaitwanga ya merry go round. Kama jana tulikuwa nilienda nikakuta hawajakuja, nikaweka zangu, nikaenda mahali nimeenda, maana nitakaa kuulizwa pesa yako iko wapi? Hata nilikuwa nimesahau, mimi ndio nilikuwa napewa. Sasa nikapewa, nimeletewa asubuhi na mwingine. Unaona, lakini usikuje kunigonga. Sio pesa ya kuja kunigonga. Haleluya. Tupe Bwana makofi mazuri. Hebu tujiulize. Mwalimu, you have been teaching now for how long? Almost 25 years. Na umelinda kazi baba. Na unakuanga hata mgonjwa, si ni kweli? Na unahakikisha maneno imeenda sawa sawa. Wasikia? Nauliza tu mwalimu, amekuwa kazini for a long time na anakuanga mgonjwa, lakini anajua vile mambo itafanyika. Sasa tujiulize leo, Mungu anapouliza hili swali, anatuuliza vile tunamchukulia. Wangapi wanafungua biashara yao siku moja kwa wiki? Hata saa zingine unaumwa. Nimewahi kuona watu wamelala kwa biashara. Yaani ameenda na kakanga huko ama na kakoti. Amelala hapa,
Mtu akiuliza mama dagaa, unataka korokoro ama kibakuli ama kasuku, anapima alafu anarudi. Hata wengine wanapewa madawa, wanaenda nayo kumezea huko. Lakini masuala ya Mungu yamekuwa nikijisikia. Hebu geuka uulize jirani, ni nini imeturoga? Usimwambie ni yeye amerogwa, wewe muulize ni nini imeturoga. Mpaka hata siku moja sisemi sasa uasi kazi ama nini, lakini jiulize, hebu compare, pima vile unamtumikia Mungu na mambo yako. Sisemi sasa uache kazi huu unakuja kukaa kanisani. Nataka tujitafute, uone ile kujitolea umejitolea, hiyo ndio inalinganishwa na vile unamheshimu Mungu. Mpe Bwana makofi mazuri. Tunampatia Bwana makofi mazuri kwa sababu anatuambia kitu cha muhimu. Na hiki kitu ninasema ni kifunguo, kina umuhimu wake. Bwana Yesu asifiwe. Na hata katika sehemu za kazi kuna kutokuelewana hata na mfanyakazi mwenzako, lakini hiyo haiwezi kukufanya upotee kwa miezi. Uongo ama ukweli? Yes, mnaweza mkosane hata na mwalimu mkuu, lakini hauwezi kosa kazi. Unaenda tu hata kama unasema sitaki kumsalamia, ama wacha tu nipite tu nimsalamie mwalimu, shikamo, good morning, lakini kazi lazima uende. Eti kanisani tu ndio mtu wakikosana na mtu kidogo amehama, ama wakikosana kidogo ameacha ushirika. Hata kwenu mmekosana mara ngapi hata na mzee? Mbona huku hama? Hata mmegongwa, mbona hujahama? Hata mmefungiwa nje, hata mkatimuliwa, rudi kwenu ujifunze adabu, lakini ulirudi. Mambo ya Mungu yamekaa optional, yani kipenda roho wanasemanga kara nyama mbichi. Sasa Mungu anapouliza heshima yake iko wapi, kuna vitu mingi tunafanya vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Najua mtu ataniambia, pastor, ni wewe huelewi. Mimi naelewa vizuri, naelewa sana. Wakati Mungu anasema hilo swali katika hicho kitabu tumesoma, anauliza heshima yake iko wapi, na hapo ni Mungu anauliza mbona heshima yake imevamiwa. Kanisa linaweza likawa na ibada, linamsifu Mungu, lakini watu hawamheshimu. Naelewa? Unajua kumchezea Bwana haimaanishi obviously unamheshimu. Hebu mtu afungue kitabu cha Marko 7:6. Marko 7:6. Tuone hata kwa nini Yesu unajua kuna mahali alifika mpaka akasema maneno yaliyokuwa yamesemwa na nabii huyu anaitwa Isaya. Sehemu ya kazi ina changamoto wapendwa. Hata wengine unakosea kidogo, unapigwa transfer, hata ya mbali, lakini unaenda. Lakini hapa hata ukionywa, uambiwe hii tabia yako uko nayo ni mbaya, unaanza kusema nitahama. Na ndio maana itasababisha watu wengi hawatamuona Bwana. Halo. Hata kama umekasirika, si uniwevie mkono. Wewe sema tu pastor, endelea tu hata ukidungwa sindano na daktari unamkasirikia, si anakushughulikia. Hata Penina alikuwa anaingishwa kwa hizo mashini. Kuna vitu vingine hata ni vya kukuua. Unawekwa huku unasema unaomba maombi ya mwisho, lakini unakuta umeamka. Wezi toka huku uulize ile umbo ilikuwa inaniweka humu ndani iko wapi? Hakuna kitu. Na unavumilia. Hata masindano wengine mmechomwa hapa mara nyingi, lakini haujachukia daktari. Bwana Yesu asifiwe. Isaya alitabiri vema juu yenu ninyi wanafiki, kwa kama ilivyoandikwa, watu hawa huniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami.
Nikisoma maandiko kama haya, watu wengi wananichukia, wanasema nimewaita wanafiki. Mimi sikukuita munafiki, iliandikwa. Mimi ni kazi yangu ni kusomea, na mimi najisomea. Na leo nataka nikuambie, wakati neno hili limeandikwa, neno munafiki alikuenda vile unafikiria. Neno munafiki is an actor. Unaelewa? Wangapi wanajua drama ile tunafanya? Hata juzi nimeona kuna kijana anaongea kama rais wetu wa nchi. Hata walikutana. Mlimuona? Tena anaongea vizuri. Sasa unataka kuniambia yule ndio rais wa nchi? Yule anafanya miigizo. Sasa na Yesu alipokuwa anasema haya maneno, akitumia neno wanafiki. Wanafiki ni actors. Wale watu wanajifanya kana kwamba. Na hata hapa tunaweza tujikute Bwana anapopitisha vipimo, anagundua mtu ana act, hajakuwa serious, kwa sababu Yesu alitazama mioyo. Mioyo ndio inatoa ukweli. Kuna watu wengi hata unawaona wanajifanya wangwana. Hata hapa area wanajifanya wangwana. Kwa mchana wanajifanya wangwana. Lakini wakipewa nafasi ya giza kidogo, wanafanyika wajomba wa shetani na binamu. Hiyo hata siwezi pigiwa makofi. Eti wanajifanya, ama nimeongea sauti nyingine hamjawahi kusikia? Hata nikihubiri hivyo, moyo wako unakuambia ni wewe. Moyo wako unakuambia ni wewe. Maana Mungu alituumba na moyo unaongea. Hata wakati umeiba kitu, alafu umeficha huku, umejikausha, unaangalia TV na unasikia wanauliza, moyo huo unakuambia, "Wei, Mungu yaracha. Wei, atakuona. Wei, atakugundua." Hicho kitu tuliwekewa na Mungu. Ujikaushe, ujifanye sijui aje kana kakengele. Hapo nako Mungu alisema hata kama kwako hauna sitima, haka kakengele hakatahitaji sitima. Haka kakengele hakatahitaji pando ama sijui credit. Haka kakengele uwe masikini wa mwisho, uwe tajiri wa mwisho kako. Na shetani akitaka kuua watu, hako ndiko anaua. Naitwa dhamiri. Dhamiri ndio imeenda, hata heshima imepotea. Come on. Dhamiri inapoondokea watu, dhamiri inapokufa, dhamiri ni kale kakitu kakukuambia, weka breki. Kuna siku moja nilibebwa na gari na rafiki yangu. Sasa akaniweka hapo mbele, akanifunga na mkanda. Najua gari si zote ni gari. Kuna gari zingine wapendo zinaongea. Kama hujui. Sasa kama ile nilikaa hapo mbele, ninajaribu kutafuta zile vitu nimezoea kuwa naona kingine anafungua kama button ya volume ya radio, eti ananiambia sasa hiyo ndio amebadilishia gia na nini. Kauliza okay. Nikajifanya si mshamba sana, lakini ni mshamba wa kweli, ila nimejikausha. Ama ni mimi tu? Hata wewe si unajifanyanga? Hujawahi jifanya? Hata matamosi mengine hapa yamekuja, unawekewa alafu unajifanya unajua, alafu unajikuta umekosea. Kumbe tunafanana wengi. Kama tuko hapa wateja hao tu, unao mkono alafu Mungu atusamehe. Tumpe Bwana makofi. Nikwambie kitu sasa. Alafu akaniambia hiyo gari ukirudisha reverse, alafu kuna kitu itagonga nyuma, ina mahali inafika inakwama, haiendi. Nikasema na zingine tuko nazo, kitu kitakuambia umekufa, utasikia ku. Ama ni uongo? Hata ile yako inaongea kweli. Ile yako kitu kitakushtua, utasikia ku. Alafu mwenzako anakuambia, umegonga. Ama wale wako nyuma pale, wapendwa, kuna wengine dhamiri imeisha
kameshatuua. Hata wengine tunaambiwa shika breki, una hata hausikii. Unakatazwa vitu hausikii, maana kakengere kaliuawa. Mungu anapouliza hivyo, heshima yake iko wapi? Mbona watu wanamheshimu kwa mdomo peke yake na mioyo iko mbali? Hapo huwa amepitisha, ana vipimo vyake, amepitisha mwenyewe, ameona mahali watu wako. Nataka niseme haya maandiko yaliposema hivyo, Bwana alikuwa anauliza kanisa mambo yao ya mioyo yakoje. Unaweza ukaonekana karibu hata kwenye ibada, lakini moyo uko mbali. Unaweza ukaonekane hata unavaa kama mtu umeokoka. Leo watu wamekuja na nguo hata uniform, wamevaa, wameshona, wengine wameshona mpaka uso, hata uwezi ukamuona, amebakisha macho peke yake. Lakini unaweza ukagundua huyo mtu ako mbali na Mungu. Hey. Sasa jiulize, uko mbali na Mungu ama uko karibu na Mungu? Moyo wako uko wapi? Je, hata unamuogopa Mungu? Je, hata unamheshimu Mungu? Unaweza hata kuwa unaomba kila siku, lakini moyo uko mbali. Watu wanajiuliza maswali, unaweza aje kuomba na moyo uko mbali? Utajua kama kweli unataka. Hata mtu anaweza toa pesa, hata sadaka. Unaweza kuwa unatoa lakini moyo uko mbali. Uko mbali kwa sababu hata kumheshimu Mungu hakupo. Hata wakati unafanya mambo yako hauheshimu Mungu. Yusufu akiwa katika nyumba ya Potifa, kitu kilisababisha asilale na mke wa Potifa ni heshima kwa Mungu. Na mume wake akasema, mume wako ameniachia kila kitu, nitatendaje ubaya mkubwa kama huu kwa Mungu? Kwa sababu alitembea na heshima. Na kama kuna vitu hauwezi ukafeki. Unajua kuna vitu huwezi ukafeki. Kufeki maana yake ni nini? Huwezi kujifanya. Heshima ni moja yao. Mtu ambaye hata wakati unachumbia mtu, mwanamke ama mwanaume, anaweza kufanya akae kama wa heshima. Ukisema anasema ade. Lakini heshima kama hana, itajitokeza mapema. Mukulia ragamba iga bibi kuigama mole nawe kugesara omomanya. Maana yake mbaya mkijikinga mvua kwenye kichaka Adamsi kuja Noa. Sasa nataka Noa ukae mbaya. Si tuko hapa tumejikinga. Ameanza kuniambia eti nisonge, ananyeshewa. Sasa nisonge, ananyeshewa. Haoni wote tuko kwenye kichaka. Heshima ya Mungu hata tujifanye hauwezi ukaficha. Itatokezea. Utakemewa hata umekosea, utatoa makucha. Maana huwezi kuficha. Kuna vitu hauwezi ukafake. Hata watu wengine wanajifanya they are saved, lakini ukiwaguza tu hivi. Wapendwa, wacha niwaambie, hii kuta yetu wakati marekebisho yamekuwa hapa, na ndio maana nasema hivi nyumba bado inaendelea kutengenezwa. Halo? Hiyo ni nini? Si hapo mnafikiria imekaa vizuri? Umewahi kugusa? Hata kama umesema umevaa vizuri nguo kama ya chief wetu, uende huko mama yangu. Alafu hata ujifanye unapumzika kwa wall. Ukitoka nje watakuwa nasema chifu alikuwa analala wapi? Chifu alikuwa analala wapi? Kwa sababu kuna vitu hauwezi ukafeki. Huwezi ukafeki wokovu. Ndio maana Yesu atakataa watu. Mlifanya miujiza, nilifanya nini? Anasema potelea mbali. Huku ni heshima. Hebu angalia muda unampa Bwana kama unamheshimu Bwana. Kanisa linaweza kukua limejaa hivyo limejaa, lakini watu wengi hawamheshimu Mungu.
linaweza kuonekana liko busy na shughuli za Mungu, lakini hakuna heshima. Kwani hata kwa nyumba siku hizi ni wangapi wanakaa kwa nyumba lakini hawaheshimiani? Sema ukweli. Unakuta mzee hata alishakanyagiwa haongei. Alizimwa. Wakaweka ile wanasema posi. Haongei. Wanaume wengi hawaongei. Hata kuna wamama hawaongei. Lakini hapa nje watu mnawaona tu hivi. Lakini kwisha. Heshima. Hata kuna watu hawaheshimu hata wazazi. Halo. Yes. Mzazi anakataa kitu mtu asikii. Ndio tunaona matokeo hapa. Watu baasare kabata kuigwa. Wazazi mtakubaliana na nini? Hiyo ngapi mnaambia hata watoto wasifanye na wanafanya? Maana laana imekuja ya kutokuheshimu Mungu. Kama Mungu haheshimiwi, na hao watu wengine tutakuwa wageni wa nani? Wata hoya no mwana akote michi nakosi. Anytime wamefika mahali wanachoma hata inchi, watakuchoma. Alako sabi. Maana kuheshimu Mungu ukipotea, Bwana anakasirika, Bwana humwaga ghadhabu. Na wakati tumeshindwa kumheshimu Mungu, hata kumwakilisha kikamilifu haikuangi. Hatuwezi kuwakilisha Mungu kikamilifu kama hatumheshimu. Hata kwenye sifa mambo yetu yatakuwa ni burudani, sio Mungu. Sasa ni entertainment, is not even worship. Hata mtu unayemheshimu unajua kuvaa, hata kukaa. Unajua kukaa. Ya tuliumbwa vile tunatakikana tukae. Watu wanakaa pagara. Utafikiria ni marigiti. Sema marigiti, mnanielewa. Nisiongee sana, tuko na watoto. Lakini hata wao wamekuona mara nyingi. Si wamekuona? Na wakati watu wameshindwa kumheshimu Bwana, hata huduma za miujiza, huduma za Mungu zinapotea kwa sababu roho huwa amekwazwa. Hata ile tunaita sensitivity, ile hali ya kukua, unajua hata network hii yetu inapoteanga. Wakati kanisa limekosa kumheshimu Bwana, hata network yetu ya kusikia anasema nini inapotea. Sasa hata unaonywa hausikii mpaka unaenda kukufia mahali. Sababu kile kingekuokoa. Sema amen. Sema Mungu anisaidie sensa isiende. Mpe Yesu makofi kama unasikia hiyo neno. Jambo lingine, wakati mtu ama watu wamemkasirisha Bwana kwa kumkosea heshima, chochote tunachokifanya kitakuwa kinaangalia mwanadamu wala hakimwangalii Yesu. Na ndivyo hata watu wameenda, kanisa limerudi, wengi wamekuwa dini. Hawamheshimu Mungu, wanaenda tu for the sake of going. Wanafanya kile wanataka. Mtu anafanya kile anataka, anafanya chochote na haogopi kwa sababu sensa imeisha. Kile kitu cha kumwambia umevuka mpaka kilisha kufa kitambo. Sasa yeye tu anaenda kama vile ng'ombe wako kwa jembe. Lakini hata ng'ombe wanaolima kwa jembe wanaelewa kizungu. Hata ukisema breki unasema tu lo inaelewa. Ng'ombe unasema lo, na lo ni Kiingereza, na ng'ombe hakuenda darasa. Yaki yakokoru wetura kutefika lo. Bado unasema weka mawe, sijui weka mawe, sijui nini. Najua mna maneno. Eti mnasema weka mawe ama toa mawe.
tunasema lo. Hautaki. Wapendo, hata gari ambaye haina breki hauwezi ukaipanda. Wakati watu wamekosa kumheshimu Mungu. Namba 2. Niseme hiyo tukimaliza, maana muda umesonga, lakini hakuna ubaya. Mahali ambapo shetani amevamia, namba 2, amevamia heshima inayopewa watumishi wa Mungu. Amen. Heshima inayopewa watumishi. Na unajua hata Israeli kuna wakati watu walikosa adabu na Mungu akawainulia mfalme, anaitwa nani yule? Ni Josiah ama ni nani? Yule alikuwa miaka 7. Ni Josiah. 7 years. Ebu niwaulize swali. Huyu kijana wetu anafanya mambo ya picha huyu. Leo Kigonga mungeambiwa pastor wenu ni John. Wewe mukaacha mono. Yaache hapo tate kiteseka. Yaani niwaulize, leo mungeambiwa huyu ndio pastor. Muraache kweli. Tuseme tu kweli, waacha mambo ya kuwa rohoni. Sema, ambie jirani, tuseme tu kweli, waacha kujifanya. Kwa nini? Mtasema kama ni mimi nilimweka, kama Nyaule ametudharau. Nyaule ameona sisi ni watu wa kucheza. Wengine wanasema, mimi nina miaka ngapi? Mimi nimeona mangapi? Mimi nimesoma mpaka wapi? Mimi nilikaa sijui na nani? Halo? Lakini Mungu na yeye alikuwa anacheza. Mungu alionyesha hao watu, aliwapa mtihani. Kwa sababu wamenidharau, wacha niwainulie kitu ili waendelee kudharau. Na ndio maana sometimes hata yule anayewasimamia hata kwenye kwaya mnamuona tu feki. Kwaya inakaa kisirani na feri. Toka kwenye uwepo wa Bwana, maana kile mlichowekewa mnaona ni kibofu. Unajua Mungu anaweza kufanya maneno, wapendwa. Hata utakuta mtu anayewatolea ushauri nyumbani ndio hana kitu, ndio masikini. Lakini unasikia anasema poke simuheshimiane na mzee. Alafu ukimuona miguu yake, kwa sababu ni masikini, imekaa kama kitabu kile cha mahesabu. Unasema sasa wewe, shida zako mwenyewe zinakutosha. Deal with your own problems. Maana wewe unaelewa kizungu. Sasa nikisema heshima inakosa mtumishi, sio pastor mwenyewe. Hata mtu anaweza kukua wa kukupa msaada, lakini unamdharau. Ndio maana mtumishi wa Mungu Daudi, Bwana alimheshimu sana na akasema anapendezwa na moyo wake. Kwa sababu moyo wake ulijaa heshima na hofu. Hata wakati Sauli amemtafuta mara nyingi amuue, Daudi alipopata nafasi ya kumuua, hata maaskari wake wakasema, si huyo mtu ndio huyo, leo tumumalize. Aliwaambia, msiwahi nyoshea mtumishi wa Mungu mpaka mafuta mikono. Leo hii hiyo heshima hakuna. Hata wacha niwaambie siri leo. Kama bahati mbaya mimi ni binamu yako, na ulipokuja kanisani una magonjwa, alafu unatoka nyumbani unasema wacha niende binamu aniombee. Binamu haponyangi watu. Anko haponyangi watu. Shemeji haponyangi watu. Classmate haponyangi watu. Somo haponyangi watu. Kama maro tunaitanga na somo. Somo usinione ukufikirie. Sasa mimi ni somo kweli hapo majizi hapo. Sema amen. Sema amen. Ngapo nanielewa? Siku moja nikawa nasoma mahali, ilikuwa ni testimony. Kulikuwa na mchungaji kanisani. Kama vile niko hapa na mama yuko, na sisemi ni mama. Nakupa mfano.
Sasa yeye alipokuwa na mke wake na watoto hawakumuona kama mtumishi, alikuwa anamuona kama husband miaka yote. Sasa mama yeye anaona watu wanasema, mchungaji uliniombea hiki kikatendeka, uliniombea hiki kikatendeka. Miaka ikawa inaenda. Sasa siku moja Mungu alimfungua macho, akamuona kama pastor. Hata siku hiyo alitoka hapa kwenye ibada, alipoenda nyumbani akatengeneza chakula mzuri ya mtumishi wa Mungu. Sasa vile mtumishi alienda nyumbani anaona mabadiliko. Si hata wazee mnanielewa. Kuna vitu vikitendeka nyumbani ukienda unasema na leo hivi ni nini ama ni wageni wanakuja. Naona hata nyumba imewekwa vizuri. Sasa siku hiyo pastor aliona maneno tofauti, akaona heshima. Hata naambiwa amka, nimeweka maji uoge, amka, vaa, toa hii nguo ina jasho, vaa hii, kaa chini, ukule nimekuchinjia kakuku, ukule. Saa hiyo anaambia watoto msisumbue dadi, si nyinyi mmekula. Akaona mambo mengine. Halafu baada ya kukula amemaliza, mke wake akamwambia, pastor, mtumishi wa Mungu, leo nimeokoka. Mzee akashituka. Yaani mama hajaokoka, tumetembea na yeye 20 years tukifanya mikutano. Akasema, nimeokoka maana leo nimeacha kukuona kama mume, leo nakuona kama a man of God. Na leo nataka uombee nyumba yangu na watoto wangu na maisha yao, hata milango yao ifunguke. The enemy, wakati adui anataka kuua watu, yeyote atakuwa msaada kwako, anaondoa heshima. Leo hii watu walishaondoleana hata heshima, hata mpaka kwa nyumba. Hata unasikia mtu anasema simba ngege yeracha. Unajua simba ni nani? Mzee alitoka kuitwa baby, akatoka akakuja akaacha kuitwa hani, sasa anaitwa simba. Ma unasikia wanasema marara ndio hiyo. Sasa marara haitakusaidia. Mama, angalia heshima. Mzee, angalia heshima. Watoto, angalia heshima. Kama haumuoni baba kama baba, kama haumuoni mama kama mama, na hiyo imesababisha heshima hata kwa boma za watu, hata baraka zingine watu hawapewi. Nimewahi kusikia mzee anasema, nina watoto nyumbani hapa wakubwa, hata wako na heshima, sijawahi kuona mtoto akinijibu kama vile unanijibu. Ukisikia mzazi anakuuliza hivyo, mangana kako salikei. Na leo hii kulaaniwa, wapendwa, sio ya kutoa suruali. Labda unangoja ya kutoa suruali. Leo hii watu wanalaaniwa tu kwa sababu mzazi amekasirika, hiyo basi. Lakini nani ataambia watu? Kwa sababu heshima ya kupeana kwa wale watumishi uliopewa imepotea. Itapotea mpaka kwa viongozi, itapotea mpaka kwa wale wazee wanaotusaidia kijijini, itapotea hata kwa wale watu ambao wanatuongoza kufanya haki. Ndio maana imetoka hata kwa madaktari, hatuwaulizi kitu, kila mtu amekuwa daktari. Wewe unasikia mtu anasema nipe action, nipe headaches, nipe sona moja, nipe mara moja. Hapo anasema ana kichwa kinamuuma. Sijui kama anasema ukweli. Umewahi kukutana mtu wako amenunua mara moja Charles, sona moja, headaches, action, sijui gani, alafu anakuambia anaenda kutibu kichwa. Nani alimwambia anaumwa hivyo? Na hata leo hii kuna watu wengi wamekufa ni kwa vile hawawezi kurudi. Watuambie, kuna wengi hata walimeza madawa yakapita kiasi, kwa sababu heshima hata za kutambua mtu zilipotea. Na hata wengine wameogopa kuuliza watu wawaelekeze, maana wanaona ni aibu. Mtu mmoja akaabiri ndege, alikuwa amekata tiketi ya kwenda Marekani, akaenda kwa airport, alafu akaona kuuliza watu ataonekana hajasoma.
mtu amefikaje kwa kiwanja ya ndege na ako na suti kama ya mchungaji, ameweka tai na ako na kabegi, anaenda kuuliza watu. Si akajifanya anajua. Kaona ndege iko tayari, si amejiweka. Zimeenda. Kufika sijui anga la kwenda Egypt huko Misri, wanasema iko saa fulani imebakia dakika fulani tunalandi sasa mji wa Qatar. Akauliza watu, Qatar hiyo ndio gani hiyo? Wachuone heshima inapokosa. Hata kuna watu hawakusalamii, lakini wakikuja kukusalamia wako na shida. Hano agokerie go baba yakoroboke umwene umanyi gono rero hano ankerigo ono naneta. Kuna watu hata heshima imepotea, wakikusalamia unaelewa huyu ana kitu anataka kuombe. Hata kanisani kuna wengine utawaona wakati wamebanwa, anasikia anateseka, anasema wacha tu niende church. Akishapata utamoma haro. Hata wengine urafiki inategemea ni nini unamupa. Kama alisiwa siku moja ukampatia vitunguu, anaimbanga jina lako. Waacha kiberiti atume mtoto mwambie hakiko. Hapo mambo imeanza kuenda. Maana heshima yake iko kwenye kile uko nacho. Hiyo ndio maisha ama ni fake? Na hiyo mafundisho leo imetoka wapi? Heshima. Heshima iwepo. Tunakuanga na watu hapa, hata kina Andrew Kibule anakaa hapa ananiambia dadini naenda saa hii, namuuliza unaenda saa hii nini? Nimeitwa kazini saa hii. Hata mpaka wengine wanapanga ugeni on Sunday. Maana heshima kwa Mungu haipo, heshima kwa mchungaji haipo. Haujali kitu. Unakuta leo ndio watu wanasema leo tunaenda kusalamia sijui fulani. Leo siku ya ibada. Na waoria hapa Waislamu wenzetu hawa, hata ifikapo saa 10 kama ni maombi amechelewa kwenda msikiti. Kaya ambeho ne kiurabuka nege ntokore. Hatu ende na laki 2 unazininginisa. Na mwambie nataka vitroli mzima, hata hakuangalia. Yaani wale watu ndio nashangaa na wao. Wewe kama ulimkuta anafanya wakbar. Na wewe umeweka kama maamia hapo, ama nasema uongo? Enda Kihancha wakati wanaenda msikiti utafute yule hajaenda na ametandika kitanda bata chake hapo, alafu niambie kama atasimama akuuzie. Na wewe mbona hata usifunike nyanya zako ukimbie ushirika? Hata kurudisha milango yako tu dakika wana hawa tu seme wacha niende nimuinue Bwana wa mbinguni ndio amenifikisha hapa. Imekushinda. Mpaka kitu kinakukalisha nyumbani ni magonjwa ama musiba. Na wazee wa Kimira wakitangaza leo tumefanya dawa, msiende shamba. Hata maji msiweke kwa kichwa. Unaona mtu anasema boke usinogegesa kurumona Mwago tebi ukule wai. Umeniacha hivyo. Sasa vitu tunavyoviheshimu na kuogopa ni vitu ambavyo havina maana. Umeogopa. Biblia inasema waovu wanakimbia bila kufuatwa na mtu, kwa sababu anayetia watu hofu. Biblia inasema wakati Mungu amepasua bahari ya Shamu, akaweka hofu kwa mataifa yaliyokuwa yanawazunguka Waisraeli. Watu mioyo yao ilipowasikia, mioyo yao ikayeyuka. Kwa nini shetani hajakuogopa? Kwa nini mchawi hakuogopi? Kwa sababu umeshindwa kumhofu Mungu. Mungu hataruhusu wale wanaokuzunguka wawe na hofu kwa ajili yako. Takuna dharauliwa tu mpaka na hapa. Yanapiga kelele. Unasema kwa jina la Yesu nyamaza. Kwa jina la Yesu. Kano tagosoke no kwinyamwe tagoso. Why?
asifiwe Yesu. Si Mungu aturejeshe. Ngapi anasema Mungu atusaidie? Halo. 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 Mtumishi wa Mungu mumheshimu, hata mimi mniheshimu. Sisemi ya mniheshimu, labda unafikiria vile unaniheshimu ndivyo, labda sio hiyo. Niheshimu. Hata nikikukataza kitu, sikia. Nikikuambia kimbia uje, kimbia. Ukisikia Mungu, kwa nini Mungu anataka tuheshimiwe? Sisi ndio vifaa anatumia kufanya kazi. Sasa kama ameleta kifaa, umekidharau, basi umemdharau. Full stop. We are the vessels. Sisi ni vyombo. Hauwezi ukapanga mtu chakula adharau sahani yako alafu akuambie anakuheshimu. Uongo ama ukweli? Mzee Chacha, nimejipanga nimekuletea chakula humu. So mimi nikiota alafu unaniambia unaniheshimu. Heshima mahali natoka. Kama unaheshimu masana, chombo kile nimekupa kama Mungu, basi unaniheshimu. Hata kuna wengine tumekunywa chai mahali ina sukari kwa heshima. Yaani najiambia mwenyewe chapo sikunywangi sukari, lakini huyu mama sasa hata nielewa. Acha nikunywa, naambia Mungu neema ikue. Kuna siku nilikuwa nafanya huduma miaka ya nyuma, nimeenda Kibarori saa 3 kwa nyumba ya mama mmoja. Mama mzee ametoka, nimeomba nimemaliza, nataka niondoke. Na niambia mchungaji wangu, tata, umenipata vibaya, sina hata kitu kwa nyumba, hebu ningoche. Kaenda akachota maji. Saa 3 asubuhi maro. Maji ya mtungi. Mimi nakunywanga maji yamechemshwa. Lakini kwa heshima ile ibada, hata sikuuliza mama uche mukiri ama chochote. Niliambia Mungu wa mbinguni, ulisema tunapoingia popote kile tumepewa tukule bila maswali. Sasa hivyo siulizi hii maswali ndio nikunywe maji. Nengotereye nkunywande. Na sikuleta kisirani eti saa 3 ya asubuhi nikunywe maji namna gani. Hiyo ilikaa chini sababu ya hekima ya Mungu wa mbinguni na mama yule. Sema amina. Wengine tumeshindwa hata kujizuia. Hatunafoka hata mume wako kwa watu. Unafoka hata, yani wewe huna break. Heshima imepotea. Si hata ujue ni wapi unaanguruma. Hata kama umemkalia basi, huwa unamkalia kwa nyumba peke yake. Yaani muelewane wenyewe kwa compound. Sio kukaliana mpaka kwa watu. Sio kutusi watu mpaka kwa watu. Sio kukosa heshima mpaka hata kwa watu mkutano. Hata mimi mnaona situkanangi watu kwenye mikutano. Mmewasikana watu. Hata kama ninajua sitaki mambo yake, situsi watu kwa watu. Ni nini? Heshima idumu. Hata nina chifu wangu pale, wote wamekuwepo wazee mpaka wameretire ni vijana. Bado na waita chief. Igusike ni chief. Robi tansaini le barupeni. Robi ngo saini le barupo ko sinchifa ko saini. Sinyawe hayari. Ake ule nicho ansabere. Yawe wakare roche ko Bible. Kirige ko Bible ni mchungaji, mitume, nabii, mwinjilisti na mwalimu. Hizo ndizo huduma Bwana alipeana. Kuniita tu pastor imekuwa shida. Niwaambia nyaule leo yake hapa ngainere. No hivyo. Alafu mimi nampenda Mungu, shida itazunguka mpaka itakuleta. Najua kuleta. Na uzuri mimi sitakuuliza maswali. Hata sikujua. Mimi nitaweka mkono, Mungu naye anasema hautapokea maana wewe umeenda kwa nyahule, hukuenda kwa chombo changu, rudi vile ulienda. Sitaki kuonekana ninajitafutia sifa. Ninataka nikufundishe. Hata Miriamu walifanya hivyo. Na ndugu yake wakamuona Musa katika kitabu cha cha Hesabu 12. Wakasema kwani Mungu huyu anaongeanga tu na Musa. Mungu akakasirika. Akamuuliza, nani nyinyi? Mimi naongea na Musa, maana Musa na mheshimu. Kaambia Musa, ambia watu hawa tukutane nao kwa hekalu.
Kwenda huko Mungu anagawia kila mtu ukoma. Miriamu ukoma kutoka juu mpaka chini. Akatoka amekuwa white. Leo hii tuna watu wana ukoma. Kama unaweza kuwa kwa maisha yako mpendo hata ukataliwe mpaka na inzi. You think favor means what? Kibali kinamaanisha nini? Kuna watu kibali kimepotea kabisa kwa sababu ya kile wanaongea kila siku. Halafu tuna watu hawaogopi. Wanatusi kila mtu. Kuna wengine wapendwa sio wa kutusiwa. Na hautawajua. Hata labda ule unadharau sana hapo tauni akipita ndio yule Mungu hataki aguswe. Sisemi ni mimi hapa, ninakuambia usiende kutusi hata mtumishi pale sokoni. Maana hujui. Kuna wengine hata wamehubiri pale pamoja na vile walivyo. Watu wakawatusi, matokeo chochote ulichokuwa unakifanya pale kimekauka. Maana hujui ni nani unacheza na yeye. Kwa hivyo nikisema mtumishi sio lazima ni mimi nakuambia. Nakuambia usiwaingilia hivyo vile kujua. Hata kama unaona ana kazi juu ya aje. Daudi alikuwa anajua amepakwa mafuta. Lakini hakudharau Sauli. Alimheshimu hata yule alileta ripoti kwamba amemuua. Alimuuliza swali. Eti umeua kwa mafuta? Wewe eti aliniambia niitoe sime nimuue asiuawe na adui. Okay. Sawa, akaita maskari wake akaambia fanya hivi, huyu mtu hata angekuwa amemaliziwa kitambo. Daudi aliamrisha akauawa. Na Mungu hakumhukumu sababu ameua mtumishi wa Mungu. Wewe mnakaa kwa nyumba, mnatusi mwalimu mnamaliza. Mnatusi chifu mnamaliza. Mnatusi MCA mnamaliza. Mnatusi mbunge mnamaliza. Mnatusi women rep mnamaliza. Mnatusi principal wa shule, mnatusi kila mtu. Alafu mnaamuka mnamalizia kwa maombi, mnasema Mungu tukumbuke hata hii nyumba tunakuhitaji sana. Na umeenda umeharibu malango yote ya baraka ya kuingia kwa maisha yenu, umemaliza. Ni madaktari ninapowaona ni maumbwa. Alafu kesho umetetemeka mikono. Daktari nitakurara. Uningorara ndibuti kura. Unindakura. Tatibeteze na bongo. Na uliisha dismiss. Mimi watu waweze kunibeba. Maboda boda hawa ni maumbwa. Ni mama maumbwa. Alafu ukikuja kanisani unasikia kiuno kimeuma, unasema mura wewe niweke huko unakalishwa. Wakati unashuka unasikia na tingine hapa inasema si wewe ulikuwa unatusi baraka ambazo Mungu ametuletea hapa. Kwa sababu ya kukosa heshima. Heshima imekosa. Hata wamama kwa njia unawasukuma. Tunasema una haraka. Kama mama kanakuja unakagonga unakaambia mama hapa sio kwako. Unakagonga. Na kama mama kamegonga miaka 85 na wewe uko na miaka 18 unagonga mtu wa 85 years. Wale vijana wa nyuma tulikuwa na heshima. Ulikutana na goko amelemewa na unga kwa kichwa, ukamuuliza goko unaenda mpaka wapi? Anakuambia ninaenda Oromona. Goko ni yuiga ya kuya moboke yiga hayo. Okay, unamwambia goko kikuja kwa ile duka iko huko nitakukalishia kwa veranda. Tunachukua unga tunaweka kwa kichwa kap. Sasa unaacha goko anakuja pole anaweka maombi. Umepata intercessor ambaye hakika yani yeye ameamua kukuombea, anasema Oromona kirugu tuna sokoro ibituro yose bihetembareka. Yani umepata muombezi kwa kufanya kitu cha heshima. Watu wamekosa heshima, hata wale Mungu angetumia kuwabariki wamefungwa. Mtu una ng'ombe za kulima, jirani ni masikini, unalima unaenda nyumbani saa 1:30. Tunasema leo hizi ng'ombe zinatembea kama tinga, zimemaliza mapema. Si kama zimemaliza mapema, si umheshimu jirani, uambie vijana muita yetareti ng'ombe chio. Temeru mukungo nopo matoro itoro ngahuwa baba, tumutegere hara igatogendeka. Alafu unaacha sasa unasikia waombezi wameongezeka. Anasema tunaacha kuibichi ng'ombe cha choni. Mungu mpige majipu ya Misri.
You know why you are not blessed? Umebarikiwa, heshima ikaenda, ukabadilisha baraka na heshima. Heshimu watu. Hata ukiwa kwenye kibarua, heshimu watu. Hata ukiwa na kabiashara, heshimu watu. Hata jibu vizuri. Mtu akija kama ni kwa hoteli anaomba kaugali, heshimu. Badala ya kumtusi, umwambie woyoka, hangake, kata kidogo tu, hata umpatie. Yani heshima idumu. Heshima. Heshimu hata ndoa. Biblia inasema heshimu ndoa. Watu hawaheshimu ndoa. Utetelea, lakini vile unakaa ni kama nikasikia hata mwingine akichati anaambia mke mwingine, mwanamke amempata mahali anamwambia, unajua hata mke wangu alikufa. Mke alikufa na mke yuko. Bahati nzuri mama alikuja tu polepole akagundua ile message ambayo inasema eti mke alikufa. Wewe unaweza kukua hapa, lakini yule mnakaa na yeye labda alishatoa taarifa ulishakufa. Labda mama amesema mzee ulishakufa. Wewe unatembea hapa na rongi unasema unavanga 38 kiuno, lakini kwa mitandao ulishakufa. Heshima haiko. Wengine wanasema unajua mzee alifutwa kazi ndio maana pesa hakuna. Kumbe mzee ni madeni yamemkura ya watoto. Sasa umeamua kutumia neno alifutwa kazi. Kuna watu wamesema maneno katika hewa hii. Hewa hii inaandika, hewa hii ina rekodi, hewa hii inaweka nakala. Nchi inasikiliza. Ndio maana Mungu alikuwa anaiambia itoe kila mbegu, inatoa. Anga linasikia, jua linasikia. Mungu anasema anaweza kuvifungulia vikutafute, na vinatafuta. Vilitafuta Farao. Hata vumbi ilipigwa na fimbo ya Musa ikageuka ikawa chawa, ikavamia kila boma. Hata maji yanapigana, Musa aliambiwa yapige, yakageuka yakawa damu, kila mahali ikawa damu. Musa aliambiwa piga mavumbi, yakageuka yakawa chura zikaingia kwa nyumba mpaka ya Farao. Ninasema hivi, Mungu akupe neema, kinywa chako kitumie vizuri, kwa sababu Biblia inasema kimebeba mauti na kimebeba uzima. Labda tunatumia tu upande wa mauti, tumeua baraka zetu, tumeua maisha yetu, tumeua urafiki na Mungu kwa sababu ya kile tunachokisema. Tusimame juu. Nuatu mkono wako juu wakati tunaomba. Nataka tuombe, tumwambie Baba yetu atusaidie tumheshimu, na tuheshimu hata watumishi viongozi wale tuliopewa. Tumheshimu hata viongozi wa nchi, tuheshimu hata viongozi watumishi wa Mungu. Tutoke katika laana na mapigo. Inua tu mkono wako, mshukuru Mungu. Umwambie Bwana, unajua mahali ambapo umechoka, umefanya vibaya. Mwambie Bwana atusahihishe. Mungu asituhesabie mabaya. Mungu atusaidie, atuponye. Mungu tupe neema. Mungu tupe hakika kibali hata machoni pako Bwana. Tusije tukakosea Mungu wa mbinguni. Nami naungama dhambi yale nimesema yasiyofaa. Mungu wa mbinguni nisamehe kama mtu. Nipe neema nyingine ya kukuheshimu katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunakuinua, tunakutukuza kwa sababu ya matendo yako makubwa, neema yako ya kipekee Bwana. Mahali ambapo milango yetu imefungwa, mahali ambapo hatupata uponyaji na misaada mingine, Baba tunakusihi kwa huruma zako, tupe neema nyingine, tupe kutukubalia tena, tupe kibali, tupe hata kibali kwa wazazi tuweze kuishi siku nyingi. Ndio maana hata watoto wetu wengi wanakufa kabla ya muda wao kwa sababu wazazi wanalia nyumbani. Wengine watu wamewalilia Bwana, watu wamelia kila kona kwa ajili ya tabia za watu. Baba, tunatamani kama kanisa utusamehe Mfalme na utupe neema yako. Tunakuheshimu na tunakubariki, maana umetusikia na umetutenda hivyo. Utuponye mioyo, utuponye na miili, uponye hata maisha yetu ya uokovu, tukarudi katika kukuheshimu na kukutumikia. Kwa jina la Yesu Kristo mtu aseme amen. Yesu, makofi mazuri. Amen. Nifike hapo nikuombe tu kae kidogo kupe mwongozo.
labda unasema mchungaji hajaniita aniombee. Hiyo tukishaifanya tayari baraka unazo. Sema amen. Yes. Mungu akubariki sana. Hebu andaa watoto wetu wa Sunday school watoe sadaka zao. Alafu tutakuwa tunaondoka kwenda hatua nyingine. Tuko na meza ya Bwana wapendwa kwa haraka. Na sasa hiyo watoto wanakuja na sadaka. Wewe uliye hapo na fungu la 10 na matoleo tunataka tufanye haraka. Alafu tuingie kula meza ya Bwana na kumaliza ibada. Harikisha watoto wetu tuweze kwenda pamoja. Unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili unastahili wewe